Ilivyokuwa baba mtoto wangu alipata ajali. Kwa hiyo tulienda hospitali kwa sababu aliumia kidogo. Sasa nadhani sijui mtu gani katuona hospitali, tukaanza sijui hata imekwaje kaanza kuyakuza, lakini hakuna kitu kama hicho. Hatuwezi kufanya kitu kama hicho, hakiwezekani. Mimi mwenyewe nilishangaa imetokea wapi. Mimi kitu kama hicho. Kwa hiyo ajali tu nadhani gari yake sema hajataka tu kuyakuza, ni vitu vidogo vidogo ambavyo hata havina haja ya kuyakuza. Kwa hiyo taarifa za wambea kwenye mitandao ya kijamii zinazosambaa ya kwamba mmekunywa sumu ni za uongo. Tulikuwa hai. Kuna ile labda watu wameweza kuwawahi na mkapata matibabu. Nilipata tu ajali basi. Lakini mnabidi mliweke sawa, kwa sababu kwa mujibu wa sheria za nchi ni kosa kwa mtu ambaye anakuwa na nia kutaka kujiua. Tunajua ni kosa, lakini hakuna kitu kama hicho kinatokea. Na huyo aliyoleta taarifa angewaletea na ushahidi sasa. Lakini sisi ushahidi tunao, alipata ajali. Nilitamani hata nimwambie angeposti gari, alipata ajali, gari limeumia kweli sana, gari limeumia sana. Majeruhi ni nani zaidi? Majeruhi ni yeye. Mimi sina shida, yeye ndo alipata ajali akaumia akapelekwa hospitali. Tuko tu pale kwa sababu kumuuguza yeye. Okay. Mimi sina tatizo lolote. Na ajali ilitokea wapi na lini? Ajali hatakumbuki wapi, lakini ilitokea nadhani ni tarehe. Ni siku ile ya harusi ya Jux. Kama utojali pengine hapi, maendeleo ya sasa hivi ya shemeji yetu Beka yakoje baada ya majeraha hayo ambayo ulikuwa unamuuguza hospitali? Ukweli yuko sawa, mwema, hakuumia sana, ni bandei tu ndogo ndogo. Kasi nini tu amepata tu majeraha madogo ambayo yalipona siku ile tuliruhusiwa. Kwa hiyo haikuwa issue serious. Yaani hata sijui aliyokuja kuyaleta huko ameafika. Haikuwa hata issue serious. Sawa, wito wako ni upi kwa jamii kuhusiana na matukio haya ya kuzushiana taarifa hovu? Kiukweli sio vizuri. Yaani hata kama sisi nikisema sio vizuri, tu yule mtu anakuja kuleta taarifa, Mungu anamuona. Najua ni mtu wa karibu yetu, kwa sababu hata ajali hatujaitangaza. Maana anayejua kama tunapopata ajali ni mtu wa karibu yetu. Kama ananisikiliza, Mungu anamuona, anafanya sio vizuri na haiwezi kumletea faida yoyote kwenye maisha yake. Analeta taharuki. Mimi imagine siku zile watu wangu wa karibu usiku anaanza kunipigia simu. Hey, uko sawa? Uko salama? Ikabidi niingie kwa jumla kwa na mtu anipostiwa post kwamba eti tunasoma. Na sisi tuko sawa. Okay. Kwa hiyo sio vizuri, hakuna ni faida yote mtu akipata taharuki na familia yake, akipata taharuki yeye anapata. Sio tu binadamu kwanza, sio mbaya.